acha mashindano yasiokuwa na faida. Maana yale mashindano yataleta mauti kwenye biashara yako. Yale mashindano yataleta mauti kwenye ndoa yako. Yale mashindano yataleta huzuni ndani ya familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Unasema mama anasema nini? Wewe unashindana kufanya biashara na mtu mwenye mtaji wa milioni 7, alafu we hauna hata 100. Mwisho wake nini kitafuata? Unaenda benki kukopa. Na unaenda kukopa, kumbuka nafasi yote ambao Mungu anakupa, huwa anakupa na baraka zake, anakupa na uwezo wake, anakupa na mamlaka kulingana na nguvu aliyoiachilia ndani yako. Unaenda kukopa milioni 7 ili ufanane na jirani yako, lakini kumbe uwezo wako wa kuendesha biashara ni biashara ya milioni 1. Kinachofuata ni nini? Asara. Milioni 1 inaenda na ulizokopa benki zinaenda, na mwisho wa siku unakuja kufilisiwa nyumba. Yaani unataka kuinua biashara, alafu nguvu na uwezo wa kufanya biashara hamna, kisha unataka uchukue pesa nyingi. Mwisho wa siku unakuja kuishia kuua hata ile biashara ndogo ambayo ulikuwa una uwezo wa kuifanya. Haleluya. Tembea mahali ambako Mungu amekuweka. Baki kwenye nafasi yako. Acha mashindano yasiokuwa na faida. Acha kushindana kwa vitu ambavyo hauviwezi. Kuwa wewe. Ukiona ndani yako tu kitu kinakwambia fanya hiki na unajua kabisa hauwezi na hauna uwezo nacho, achana nacho. Tamani kujua yule mtu amefanya nini, akupe mbinu zilizomfanya afike pale. Unaweza kuwa unashindana na mtu alianza biashara miaka 10 imepita. Wewe umeanza biashara una mwezi. Mnataka muende sawa. Wapi na wapi? Kwanza biashara unayoifanya huna ujuzi nayo, huna uzoefu nayo, huna wateja, huna chochote, ndo kwanza unajitafuta, lakini unataka kushindana na mtu. Timotheo wa 2:4-6. Neno la Mungu linasema nini? Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hata mtu akishindana katika machezo apewi taji. Hata mtu akishindana katika machezo apewi taji. Asiposhindana kwa halali. Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Yes. Yafahamu sana hayo nisemayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Huwezi kuinuka mahali ambako unashindana kwa akili zako, ama unashindana ili umkomoe jirani yako. Utapewa ushindi ikiwa unashindana katika kweli, ama unashindana kwa sababu ni haki ya Mungu ushindane. Mungu anaweza kukupa ushindi kushindana na mapepo. Mungu anaweza kukupa ushindi kupambana na nguvu zinazofunga maisha yako. Mungu anaweza kukupa ushindi kupigana na wachawi wanaoleta magonjwa ndani yako. Lakini Mungu hawezi kukupa ushindi unaposhindana mahali ambapo sio haki. Na ukumbuke Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu wa haki. Akisema ndio, hakuna anayeweza kupinga. Wewe unashindana ili umfurahishe nani? Nia yako ya kwanza ni nini? Je, unashindana ili umuinue Mungu juu ya kile unachoshindana, ama unashindana ili umuonyeshe ule unayeshindana naye kwamba wewe una nguvu kuliko yeye? Na kwa sababu hiyo ya kushindana ili wale tunaoshindana nao watujue, ndio maana Mungu huwa hafanyi. Na ndio maana siku zote mimi nikwambie, siku tu ukimwambia mtu, yani mimi nakwambia wewe utanijua mimi ni nani. Yani wewe ni mlokole, unamwambia mtu kwamba yani kwa hiki ulichokifanya utanijua mimi ni nani. Mimi nikwambia hata kama Mungu alikuwa na mpango wa kumwadhibu yule mtu, anamwacha. Kwa nini? Umejiinua wewe ukamwacha Mungu. Kitu kingine ambacho adui huwa anakitumia kutuondoa kwenye nafasi ni hasira. Hasira. Narudia tena, hasira.
Hasira ni hali ambayo inampata mtu anajikuta anafanya kitu bila kufikiri. Narudia tena. Hasira ni hali inayompata mtu, na ikimpata mtu hufanya jambo bila kufikiri ama bila kulitafakari. Hasira, Biblia inasema ya kwamba ni pando la shetani. Na kwa sababu hasira ni kitu ambacho huwa kinamvaa mtu husika, mtu halisi, na maamuzi ambao mtu huwa anayafanya ye peke yake. Shetani hupenda kutumia hiyo hali kwa sababu anajua hakuna atakayelaumiwa juu ya maamuzi ambayo mtu ameyafanya. Narudia tena. Ukiwekewa roho ya hasira, na kwa sababu ya hasira ukajichoma kisu, hakuna atakayefungwa kwa sababu wewe umejiua. Hakuna mtu atakayelaumiwa kwa sababu wewe umejiua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa sababu ya hasira ukaamua kuacha kazi, ndani yako kwanza unajipiga kifua, nimewakomesha, wananisumbua mimi, hawanijui mimi ni nani. Kuanzia leo kitambulisho hicho hapo, kila kitu hicho hapo, unaondoka. Na ujue mpango wa shetani siku zote ni kutaka uharibu maisha yako, yani we peke yako, kwa akili zako na nguvu zako na uwezo wako. So shetani hutumia hasira ili amuondoe mtu kwenye nafasi yake. Na kupitia hasira wako watu wengi wamegombana na watu wa heshima. Kwa sababu ya hasira wako watu wengi wamefarakana na watu wa heshima maishani mwao. Kwa sababu ya hasira wako watu wengi leo wana watoto wasiokuwa na wababa. Kwa sababu ya hasira leo wako wamama wanalea watoto ambao hawawajui baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Ulisikia hasira tu, ukaenda ukalewa, umefika baa, wakalala na wewe, umeamka asubuhi, ujui jana ulikuwa wapi. Baada ya mwezi umeanza kutema. Una mtoto na hujui baba yake. Chanzo ni nini? Hasira. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo 1:20, hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kama haitendi haki ya Mungu, inatenda haki ya shetani. Na kama inatenda haki ya shetani, ujue mwisho wake ni mauti ya baraka zako. Ujue mwisho wake ni mauti ya nafasi yako. Ujue mwisho wake ni mauti ya ndoa yako. Jiulize ni mara ngapi umevunja mahusiano ya maana maishani mwako kwa sababu ya hasira ya kitu kidogo. Umempigia mtu simu, hajapokea. Yamkini alikuwa tu yuko bize na anafanya vitu vya maana. Ukatiririka message. Kuanzia leo, sahau kama uliwahi kukutana na mtu kama mimi. Kwanza nilikuwa nakuvumilia tu. Mtu mwenyewe ni mbaya. Mtu mwenyewe kwanza una ndevu nyingi. Mtu mwenyewe kwanza una manyoya mengi. Mtu mwenyewe kwanza una shepu mbaya. Mtu mwenyewe kwanza ni mfupi. Mtu mwenyewe kwanza ni hiki, ni kile. Kumbe hakupokea simu kwa sababu alikuwa na kikao. Hakupokea simu, aliacha simu chaji akaenda washroom. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umepiga simu mara 3, mwenzako alikuwa na zoezi lake refu. Umepiga simu mara 3, hajapokea, umetiririka message. Waswahili wanasema ukitaka kumjua mtu, mjue akiwa na hasira. Kila anachoongea ndo anakuwa anamaanisha. Mtu anakuja anasoma message, kumbe ndo yuko hivi. Okay, kuanzia leo asinijue. Na tangu pale mahusiano yakaisha, na mwingine hata akwambii. Atakuja tu baadaye na kujibu asante, endelea na maisha yako. Na hata kupa sababu, kumbe ni kwa sababu ya hasira za kijinga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ukitaka kujua hasira ni mbaya, na ukitaka kujua kama hasira ni roho ya shetani, mara zote ninawaambiaga hapa, hakuna mtu aliwahi kuwa na hasira akakimbilia madhabahuni kuomba. Kwa nini? Yaani mtu akiwa na hasira, kuanzia leo na siombi, sifungi, sitoi sadaka, kanisani siendi, nataka nimjue huyo Mungu. Tangu ulikasirikia Mungu, nini kimeendelea kwako? Yaani tangu ulikasirikia Mungu, umepiga hatua gani? Tangu ulimkasirikia Mungu, umeona mafanikio gani maishani mwako? Yaani ile moment tu ya hasira, shetani anadili nayo pale, manake uongee, utamke vitu vyako vyote, na shetani anajua kabisa Mungu aliachilia baraka na laana kwenye kinywa chako. Kwa hiyo anatumia kinywa chako wewe peke kujiondoa kwenye nafasi yako. Wagalatia 5:22. Wagalatia 5:22. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 2. Anasema, yes, tazama mimi Paulo nawaambia ninyi ya kwamba, yes, mkitahiriwa Kristo atawafaidia neno. Galatia 5:22. Kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amen. Tamani tunda la Roho likae ndani yako kuliko hasira. Tunda la Roho likiwa ndani yako, utakuwa na uvumilivu. Haijalishi ni changamoto gani utapitia mahali uliko, haijalishi ni vita gani itainuka juu yako, utakuwa na uvumilivu. Uvumilivu ni kitu ambacho hakifurahishi, lakini kwa sababu ya Kristo, lakini kwa sababu ya Mungu unavumilia, maana liko matumaini, ama liko tumaini juu ya kile unachokivumilia. Iko siku utazaa matunda. Haijalishi ni huduma umetumika kwa muda gani, amini tu yako majira ya Mungu kukuinua. Amini tu yako majira ya Mungu kubadilisha historia yako. Amini tu yako majira ya Mungu kukuheshimisha. Amini tu yako majira ya Mungu kuliinua jina lako. Acha kukasirika ndani yako, kwa sababu madhara ya hasira siku zote ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, furaha ya Mungu lazima itawale moyo wako. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, amani ya Mungu lazima ikae ndani yako. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, upendo lazima uwe juu yako na ukae ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie kitu, mtu ambaye unampenda, yani unampenda, akikukosea, unaweza kumwadhibu sawa na mtu usiyempenda? Kwa nini? Yani kwa nini? Yani mfano umekutana na mtu tu, humjui akujui, alafu ghafla akakukanyaga, alafu uko na rafiki yako, kisha bahati mbaya naye akakukanyaga vile vile alivyokukanyaga huyu, na vile vile ambavyo huyu usiyemjua amekukanyaga. Namna yako ya kurespondi ikoje? Kwa nini ni tofauti? Utofauti unakuja kwa sababu huyu wa kwanza unakuwa influenced na upendo, alafu huyu wa pili hakuna chochote kinachokufanya wewe usimkejeli ama usimtukane ama usimpige ama usimfanye chochote. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, upendo wa Mungu unakaa ndani yako, na upendo huwa hauhesabu mabaya. Haijalishi mtu unamjua humjui, namna yako ya kumtreat inakuwa ni sawa sawa na yule ambaye unamjua. Bwana Yesu asifiwe. So shetani huweka hasira ndani yetu ili atumalize na aue hatima zetu, na atutoe kwenye nafasi yako ama atutoe kwenye nafasi zetu. Haleluya. Sababu nyingine inafanya watu wanatoka kwenye nafasi zao
ni roho ya usaliti na mazoea. Roho ya usaliti na mazoea. Usaliti ni kitendo cha kwenda kinyume na makubaliano. Kinyume na makubaliano. Umesaini mkataba wa miaka 5, alafu umefanya kazi mwaka mmoja, unavunja mkataba. Mimi nakwambia hata kama ulikuwa unaheshimika kwa kiwango gani kwenye hiyo kampuni, ujue tu lazima ile heshima itaharibika. Kwa nini? Wakati mwingine unapoomba nafasi sehemu, wao wanahitaji referees, yani mtu wa kurecommend vizuri, ama mtu ambaye anaweza akasimama kukushuhudia vizuri ulichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akanipa mfano, akaniambia kuna dada waliwahi kuwa kwenye mahusiano, na wakati wako kwenye mahusiano alikuwa ni mwanafunzi yuko chuo, ila huyo kijana alikuwa amemtangulia, yeye alikuwa nyuma. Akapambana, anamlipia ada, sometimes anampa hela ya matumizi, anafanya hiki na kile, hiki na kile. Kaka akamaliza chuo, akafanikiwa, akapata kazi. Binti bado yuko chuo. Binti amefika mwaka wa 3, kijana kumbuka anasubiri aoe. Binti amemaliza chuo, akamwambia wewe sio hadhi yangu, kwanza ufanani na mimi. Haleluya. Kijana watu akapiga moyo konde, akasema okay, by the way wanawake ni wengi kuliko wanaume, tapata tu mtu wa kuoa. Maisha yameenda, imefika muda binti anatafuta kazi. Bila kujua mahali alikoitwa kufanya interview ni mahali ambapo yule kijana alishatangulia na anafanya kazi pale. Na kwenye ile panel ya watu wanaomfanyia interview, kijana alikuwepo. Kumbuka alimwambiaje? Wewe sio hadhi yangu, kwanza ufanani na mimi na hauwezi kunioa, tuendane. Amen. Amefika kwenye interview. Dada kumuona tu kijana, nikapata picha, yani yale majibu yakamjia mbele yake. Alafu anaona Brondo amekaa pale ameshika faili lake, na ni kama anapitia vyeti hivi, na ni kama ana download maswali ya kumuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nini kilitokea? Yule dada alifanywa interview, aliulizwa maswali yote, yani hadi anapoisha alipasahau. Hivi tuseme ukweli, unaweza ukasahau unapokaa? Unaishi wapi? Kilombero. Jamani, wewe si unakaa Njiro wewe. Kilombero umefikaje? Bwana Yesu asifiwe. Ila kijana wa watu alikuwa na hekima sana. Akamwangalia akaona udada huyu hapa ashapigwa na kitu kizito. Basi wakamshukuru kwa kufanya interview, akatoka nje. Baada ya kutoka nje, si huwa watu wanajadili, huyu dada mbona CV yake inaonekana ni nzuri sana, nini kimemfanya hapa anashindwa kuongea? Kaka anaelewa nini kimetokea. Alichowaambia wenzake, akawaambia tu, jamani, huyu inaonekana amepanic, tumpe nafasi nyingine. Amen. Tumpe nini? Tumpe nafasi nyingine. Amen. Ndio maana unaambiwa siku zote tenda wema, maana hujui ni wapi utavuna. Na uache dharau ndogo ndogo. Shetani anatumia hizo dharau kukupoteza. Ashukuriwe Mungu kwa sababu kijana alikuwa na hofu ya Mungu ndani yake. Akaomba apewe chance nyingine. Na alipopewa chance nyingine, kijana hiyo siku akaomba uzuru, yani akaomba tu mtu mwingine akae kwa nafasi yake. Dada aliingia, aliulizwa maswali yote, alifanikiwa vizuri kabisa. Mpaka wakamuuliza, wewe ile siku ya kwanza ulikumbwa na nini? Akasema hapana. Wale wakamwambia, I say, unamkumbuka yule mzee, sio mzee, baba mmoja alikuwa amekaa hapa hivi ana ndevu hivi? Akasema ndio namfahamu. Unamfahamu? Akapata kigugumizi kwanza. Kwa nini wananiuliza? Kabla hajajibu akamwambia, wewe, yani kama una uwezo mtafute, maana isingekuwa yule tusingekuita mara ya pili. Kwa kama unamjua umjui, mtafute umshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Dada akapaniki, kumbe pamoja na madharau yote bado
kumbe bado ameniheshimu, akampa nafasi. Yule dada alipambana, akamtafuta kijana, akamwandalia dina ya kumshukuru. Lakini pia sio tu dina, ilikuwa ni dina ambayo inamwambia kwamba mimi na wewe tunaendana, tunaweza tukaoana na maisha yakaendelea. Kijana unajua alifanya nini? Alisubiri chakula kimeiva, anapigiwa simu, njoo, akasema niko Bukoba, nimepata safari ya ghafla na niliondoka na ndege ya saa 11, kwa hivyo sitaweza kuja. Kwa hiyo akapoteza ndoa, akapoteza mahusiano kwa sababu tu ya dharau ya siku moja na hasira za kijinga. Mungu akusaidie na wewe maishani mwako usiwahi kuamua vibaya. Haleluya. Haleluya. Na huyo dada mpaka leo hajaolewa. Haleluya. Huyo dada ninavyoongea mpaka leo, na ni mkubwa kuliko mimi, amenizidi hata miaka 4 5 huko mbele. Hajaolewa, ana kazi nzuri, ana mshahara mzuri, lakini ndoa bye bye. Aliye sacrifice maisha yake, akamsomesha, akamlipia ada, akafanya kila kitu, amemwacha maisha yake anaendelea, yeye yuko pale anachapa lapa. Ana kazi ya kuwasifia tu vijana ni wazuri, ama akiona binti mdogo anaolewa anamvunja moyo. Wewe unakimbilia nini kwenye ndoa? Maisha ni haya. Lakini nikwambie, ni shida zako ndio zinakufanya uone vitu ni vibaya. Mimi nakwambia hata wewe ulioko hapa, ndoa ni nzuri, asikwambie mtu. Au useme amina? Ndoa ni nzuri, kutana na wanandoa wakwambie, waliokutana na ndoa za ukweli, sio za majini mahaba. Ndoa ambazo ni kusudi la Mungu juu ya wale watu. Ndoa ni nzuri na maisha ya ndoa ni mazuri kabisa.